Kwa huduma yangu Bwana tawala, tawala Bwana tawala. Damaka Yesu damaka damaka Yesu damaka Emodama siku ya leo nitembele ukanami, ukae nami mimi, ukae nami Bwana, peke yangu sitaweza mimi. Ayale ukae nami Bwana,
Thank you, Father. We give you glory. We worship you. We believe and trust in you as you guide us through this service. As you give us another opportunity, God, to worship and to explain and to expose what it is in us to you. May you forgive us. May you grant us peace and love to be able to reach and to do your will. For it is in Jesus' name we pray. Amen. Asanteni. You may be seated. Habari zenu tena. Umekula? Umekula nini? Chai. Umekula chai? Na si umesikia poa? Shosho. Shosho no wekenera. Manya chai. Ni hewa ni adira. Iwe mwega. Majaribu ni nini? Majaribu Kizungu inasema ni nini? Nayo trials. Majaribu ni temptation, not about trials. Magalio. Oh. Majaribu na Kizungu ni magarios. Magarios. Temptation. What is temptation? And what is a trial? There is a temptation. On the other hand, there is a trial. What is a temptation? Nisaidie bedekuja. Nitengeneze lete. Geuza hiyo. Geuza iangalia hapa kabisa. The same as that one. Yeah? What is temptation and what is a trial? What is magelio and the magelios? Temptation ni nini? Na Kiswahili ni majaribu. And what is a trial? What's a trial in Kiswahili? Yes, Baba? Temptation na trial. Jaribu. Ni mapigo. Ni majaribu. Good. Temptations ni majaribu. Nayo trial ni nini? Ni mapitio. Trying times ni mapitio. Na ndio mapigo pia. Inaweza kuwa mapigo, inaweza kuwa mapitio. Yaani yale mambo unayoyapitia magumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yale mambo unayoyapitia magumu ndio trial. Na trial inakuja kupitia kulingana na what really. Who is this? Ongeza ya hai kidogo. Hai. Zote mbili. Trial can come from either side. Does God try people? Yeah? Does the devil try people? Yes. Will God tempt you? Will God tempt you? Who will tempt you? Will God allow you to be tempted? Yes. Why will he allow you if he is not tempting you? No. Why will God not tempt you but allow you to be tempted? Kuna mwizi na mshothereria? No, God has allowed you to be tempted. Yeah? But he does not tempt. Kuna mwizi na mshothereria? So he also tempts.
So he also tempts. He does not tempt people. But will God allow you to be tempted? If I allow you to be tempted, yeah, am I not partaker? I'm not part and parcel of the activity itself. No, I'm not arguing about the other place. I'm in here. We are in the synagogue. And the question here is, does God allow you to be tempted? So, does it, if we were to go in court of law, is he liable to the accusation? No. Let's bring God now to the court of law. Yeah? Is he liable? Yeye ndiye alikubalisha uende ukatendewe maovu. Yeah? Tukienda kwenye koti, atahukumiwa ama hatahukumiwa? He is part of it. Legally, yeah? No. Wacha na hiyo, nitafikiria sasa kama mtu. Fikiria kama mtu. Wacha kufikiria kama mtu wa Mungu. Fikiria kama mtu. Kama mtu, just an ordinary person. We are arguing this. God has allowed you to be prosecuted. If God was prosecutable, yeah, will he be part and parcel of the prosecution? Yeah? So does God tempt? Why will he be culpable of the temptation? Yeah? He abates. What's abating? So is he working with, does God work with the devil to tempt you? Does God work with the devil to tempt you? Mommy, I'm asking you. Yes. Yes. No. No. Yes. No. How? Some are saying yes, some are saying no. And after 40 nights and the 40 days of fasting, Jesus was taken to the wilderness to be tempted. By who? Who took Jesus to the wilderness? It's God himself. It is God himself. He took him to the wilderness to be tempted. So, did he work with the devil? No. Tufikirie kama watu, wacha kufikiria kama warokole. No, wacha ni kufikiria kama warokole. Kama watu waliokoka wakakaa mbinguni. Let's think like people. It is God that took Jesus to the wilderness to be tempted. So indirectly, they had a plan. Kagwekeria modo hago. Tuone uria gweka. Ate komata menyaga. Then the devil, Lucifer, went to God and sought permission from God to tempt Job. He spoke to God and sought permission. Bring another argument. There is one thing that I need you to understand from today, which is very important in our life and very important in everything that we do. That Lucifer was part of the heavenly cabinet. He was an angel. Was he not an angel? He was an angel. So he can repent today and go back there. True? He can, just the way we repent, he can repent today and go there. So he understands the dynamics of heaven and how things operate. Now, I have come to argue. Why I have brought this argument? I've been teaching this about Jesus is black, God is black. If the Bible, the Bible says, let us make man who is like us. And because I'm black, I'm like who? So God is black according to me. Sindio? So, if all angels, according to the picture tunacholewa, si wanakuwaga wasungu. So, was Lucifer an angel?
Is he likely to be black or mzungu? Then why do we get pictures of Lucifer, who is black, and the angels who are, and he was a senior most of them? Yeah? It is, Havana, hiyo ni ile tunasemanga, thinking loudly. It's a food for thought. When ujiulize, kwa nini Lucifer peke yake kati ya all the angels, yet walikuwa black? Wao wengine wote walikuwa, and yet he was part of the cabinet. He must be white. So Musugu could be ndio Lucifer. Hey. Unajua nimepata story. Sijui kama huyo mama ako hapa. Ule mama wa nini? Wa F2. Florida 2000. Ni okay. I'm going to run that story with her. But it's a bad story. It's a bad story. And that one has prompted me to go deeper in understanding. What power does Pupu have in the kingdom of the devil? What power does Pupu, your Pupu, has in the kingdom of the devil? Huh? What? Yeah? Wacha uchawi tu. Wacha uchawi ile tunakunianga kuroga mtu. What power does it wield? To make you rich, to make you prosperous, to make you succeed. Do you know Pupu makes people rich? Not biogas. Not biogas. I'm not talking about Pupu. Yani wewe. Do you know there are wazungus who come here? They give you food you eat. Then you pee on their mouth as they eat. Do you know there are ladies who go to Dubai? You know them? To just pupu on a muzungu, and the muzungu eats. That's initiation into Freemasonry, because you're supposed to be humiliated. Did you know that is done? Did you know people do that? There are those who drink, they take you into their room, you susu on them, on their mouth, and they drink. And pupu. They pay private jet to come and pick you from Nairobi. You go to Dubai just for that purpose. Yeah, that lady was doing. It's an expose, we are doing it. That lady was doing. But I came to discover it is rampant in TikTok. Then I went to TikTok. I saw they are discussing it. It is a high-level witchcraft in the kingdom of Lucifer himself. Pupu is an initiation process. It is used to initiate. You who have pupued on me, you are pupu. Because me who is there in the kingdom, I'm told to eat pupu, so that pupu, after I ate it, I'm initiated to get money, to become rich. It is a requirement. And they're proud of it. They're happy. They fly from Florida. They fly from Canada to come to Nairobi to do it, just for that purpose. Yes, mommy? Yeah? They take your pupu. Yes. And they just don't take a pupu from anybody. They Yes. take pupu from celebrities. Yes. Did you get me? Yes. Unaongelea mambo yao. Utajua ujui. Mpatie tu. You see, they just see pupu, msifikirie muende mwanze kupatia pupu. They just don't take pupu from anybody. They take pupu from celebrities.
prominent citizens, watu ambao ni waimbaji, watu ambao ni actors, people, these TikTokers, these people, big celebrities, they don't go for just a small person. They go for a star. Because when you produce your poo-poo, it is part of your body. So this man they believe that in your poo-poo you get what? There is some genes that come out. Yes. You get me? Because it is part of the digestion system of your body. So the poo-poo akichukua anachukua nyota zako. Inadaigwa modo giakiolia menako. Thank you. Yes, there is a question you wanted to ask. Yes, I've never had. So Yeah. I just need some clarification. Who is getting rich? Is it the put on, or it's the one being the one, you, if you have a star, Yes. you are prominent, Yes. they will need your poo-poo so that they suck what you have from you. Okay. So they don't just go for anybody. They Not for pick anybody. Not for specific. anybody. Thank you. Thank you, sir. Hello. They pay private jets for you to be picked from Kenya. You'll be taken to Dubai. Just you eat food, you release poo-poo. You eat food, you release poo-poo. You become poor. They suck you. Once they, when they suck you, they suck your stars. They are gone. You are left empty. That lady, Queen Chakacha, was a very prominent woman, but now she's the poor of the poorest. She used to do that. She used to pee on them. And she'll be given money. She'll be 1p, 50,000, 100,000. Yes. They are buying the stars. They take them. We'll be discussing that on Sunday. Get ready. It is intense. Very intense. And I have discovered that is why so many of us, people have lost. Because I kept wondering, sometimes I ask somebody, why will a witch wait to see umekojoa wapi anaenda anachukua hiyo hapa umekojoa anachota? Did you know that they do that, the witches? Wengine wanajua pale mnakunia, wanakuja wanachukua mafi. Si ndio? Wanachukua ile sodo, inaitwa kwa nini? Sodo. Ni sodo. Kwa Kiswahili sanifu ni sodo. Kiswahili sanifu ni sodo. Wakichukua hiyo uchafu, they take it. At the City Stadium, you remember those with us tulikuwa City Stadium. Those boys kazi ile walikuwa nafanya ni ya kuokota sodo. Na ndio niliwaambia be careful na hizi sodo hiyo naitanga rental kills, sijui nani wanachukua hizi vitu. I'm not saying ati kampuni ni mbaya ama wanafanya vibaya, but be careful na hiyo kitu because it is touching directly your DNA, damu yako. Pupu, makojo, because we use urine to test what? Diseases in the body. Sindio? They test pregnancy. Just tell me, how is pregnancy related to urine? There is life in urine. They take pupu, stool, wanaita stool kwa watu madaktari. They take pupu, kujua magonjwa ile kwa mwili yako. As they take blood, they take pupu and the urine. So this is a component, 3 components: blood, urine, and the pupu. We are going to dissect on it. Hello? We are going to dissect on it because there are so many girls and men who are in Europe suffering now because of that one mistake they did. There are people here in Nairobi, they are suffering because of that one mistake they did in their life. And their life now is upside down. Nothing is working for them. I discovered that when I was praying, God revealed to me and told me, now that's another thing that you do a sacrifice for. To redeem those girls. You will hear the story. Just wait. I'm running the story. It is being prepared. You will hear it at Digira Wadora. You will hear it.
Then you waza sasa hiyo unasemaga ati umefanya ukute hakuna kitu umewahi kufanya. Ni maragi tu ulijipaka kama pita maragi. Wewe tu ni pita maragi. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is the beauty of being in the synagogue. Hallelujah. That's the beauty of being where? Because we just don't do gospel. We do in depth of it to understand things. Why are they being done? Mimi sikuwa najua until she came at pupu mtu. Yeye ndio imagine. Ona ke story yake mimi ndio taheka. Sasa na imagine sasa. Aya. Ndio nakuambia msugu ni shetani. Period. Naende kuzimu. Una imagine kairi tukirega uthomithitie wega, gathoma wega, ukahuthira mbeca ciaku ciothe, riu niko karamira muthuku. Akirigwo mweka haria Florida, wewe ndwekire timu ile mwari nayo Florida. Ni ndathiaga kuu kwenjoy ndiaruti kuruta wira. Ndinauga wira. Timu iyo. No gukorwo. Ando gagithi kunyandikira message ni ndaku address yuru. When I talk about nani Magi, wakati nazungumzaga na nyinyi, I am happy. You are my daughters. My sons. Because sitakangi tufanye ile kihujo, ile ya kiokoko. Unaona ile kihujo? Bwana anasema watu wanaenda kuinuliwa. Anasema hapana, me I'm not that type. Nataka interactive, to interact. Naongea na huyu, muna feel part of what I'm teaching. You see, that is the reason I want you to be part of my conversation. Sima umehubiriwa. Kwani uliokokea hapa? Si uliokokea kule kwamba huji anatembeaga kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mahubiri. Ama siku moja nikuje nayo. Nihubiri kama wao. No, let us interact, Ukubali tu nikutumie. Ukubali tu nikikutaja tu. I'm not demeaning you. I love you. Bwana Yesu asifiwe sana. I love you. You are my daughters. You are my friends. You are closer. No, I want to build a church where we are all friends. Bwana Yesu asifiwe sana. A church that is not full of mediocres. Ati mimi sikuji hapa, ati mimi ninakaa huko hewani, natembelea huko hewani, hata mkiniona mnaingia chini ya kitanda. Hapana. I need an interactive. Ukiniona unaona mtu wa Mungu, unaniona friend. Nanyita. Tego kaka haha tukajira kati ati andũ acio matina kwareria wega, andũ acio matina korora wega, andũ acio megwĩkĩtie guo magwagĩrwo. Hapana, no. I don't want to be a dictator. I want to be your sweetheart. Nanyita. A good friend, a darling, orege kenike jako kura maitho, ate sweetheart ninge. Ate sweetheart ninge. No, naona hivyo sasa. Tuache kufanya hii kitu ikue gumu. Ukristiano si gumu hivyo mnafikiria. No. Ukristiano ni tuikiane paka ukikuja una feel you are at home, you are in a place where God is worshipped. Tia wetu agakiria unaenda kujira Yesu mari yagarugano riko na vita huko kwa kichaka, kwa sababu si walikuwa naenda kwa kichaka akiwaacha kwa si walikuwa napiga story. Na sasa akikuja hapa si mtakufa nyinyi wote, mnale chini kifudifudi, usimwane usimwangalie yule anasema ole mudharu. God is simple. Christianity is simplicity. It is not complicated the way you want to complicate it. No. Kiokoko unatariwo ni aja kodora oru. Tika wana yake ajareria oru. Tabu kenguru geke. Kenguru mwane nao. Ena kengedo. Asha. Niko ndora kana ritho ria shosho. Ndiraga ndore ta mamiti akodora gata shosho.
Ndio shosho ni matuhuraga. Agatukunyururukia haha. Ni wakunyirwa haha. Nani aliwahi kukunywa hapa? Hapa. Hapa. Unaogeaga? Unakunywa tu watu wakiwa na hakuna mtu anajua, jicho tu ndio inatoka na watu wako na hawajui what is happening. Wewe tu ukitoka hapa uende utaenda kilomita 1, hapo ndio machozi itaangukia. Why do God put us on trials? Ni kwa nini? Why do God put us on trial? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa nini tunapitia mapitio ambayo tunayapitia? Why will God put Jesus on a trial? Why will he allow Job to face whatever he faced? Imagine. Alienda hivi, akirudi, akaambiwa busi zote zimekufa. Akaenda tu kidogo, akakuja, akaambiwa watoto wamekufa. Akaenda hivi, akirudi, anaambiwa in everything. And in all, the bottom line ni nini? Anataka kuonyesha shetani, huyu mjamaa hawezi kuniacha at the expense of the children. At the expense ya mali yake yote. Ikaenda ikaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Why will you face? Because many of us are facing this challenge. And it is so difficult. That it is so difficult. It is so difficult that it is so difficult even to breathe. Wakati uliokoka ndio ulipata mambo yako yote ilienda paragasha. When you thought that umekuja kwa Mungu, sasa umekuja kwa Mungu, sasa utakaa venye Mungu ametaka. Na unakaa vizuri. Pata kukula unaanza kukula kama Mungu. Mpaka kupulithi unapulithi kama Mungu. Hata kutembea unakuta unatembea kama Mungu. Vizuri venye Mungu anataka, maana umeokoka. But that is the time now you are heavenly parakachurch. And your earthly goes. Yani una face challenge after challenge, challenge after challenge. I'm telling you, when I was ordained, I lost everything I had. My houses, my cars, my everything. Sasa nilikuwa nafikiria, nimeordainiwa, nimevaa kiguo kizuri, kigauni kizuri, pale City Hall. Tumekula keki. Na niliona keki ilikuja hapa, kulikuwa na keki. Iko wapi? Ilete hapa tubariki hiyo kazi ya keki. Unajua Mungu aliniambia, ufungue kabuni ya keki, nitakwambia jina yake. Alafu ufungue pia na kabuni ya kutengeneza juice. You are an international distributor of juice. Lakini umefugwa. Watu wawili wamekufuga. Nikwambie ni nani na nani? Utaenda kuua. Mtu namba 1. Ni nani? Ni mdomo yako. Hiyo ndio mtu namba 1. Mtu namba 2. Kihumo yako. Na wewe ndio umechangia kihumo yako imekufiga. Maana you talk about it and you glorify them. God told me, he set you free long time ago. Uhianago kwa mubaruhia. Ele uma ageshagi. Ekale hona Nairobi. Umewahi kuona mubaruhia amebeba kuku kama inaangalia mbele kule naenda? Wagapi wale wameolewa na waruhia? Hawabebagi kuku imeangalia, inabebago kama Uliza David atakwambia. Kichwa inaangalia nyuma. Sasa inabebewa wapi? Hapa hivi. Hapa kwa jege yake. Sasa inakuja ikiangalia wapi? Kule imetoka. So wewe na kuku hiyo hamuko tofauti. Kwa sababu ulishafunguliwa kitabu. No utorago thiururuka kama mutandi ngoingo. Wanyita, todo you have low self esteem. It is at your lowest. You are operating under a depression that is of low self-esteem. You are such a glorious woman of God. And you are supposed to have been serving the kingdom. But because you look at the standards, zawatu, the standard of a certain pastor, the standards of you unataka kuambiwa sana unabii, Mungu anasema nini? Unataka kuambiwa sana, kuambiwa. Ukisikia hapa kukakuja nabii mama akuja hapa, baba akuja hapa nimpatie microphone ahubiri kidogo, utamkibiria. Usikie tu alitaja, I can see, as I look here, I see there are 10 people that are going to be blessed.
mara moja utachukua contact. Uko na contacts ya wapasta wa hapa na wa nje wengi sana. Kwa phone yako una wangapi? Wale wamekwambia unabii. Enda ulete hiyo keki. Huyo ametia gorota Firauni. Lete hapa. Ni kubwa ama ni kifaranga? Toko walehe gashui oshoka uga hatena ndira matwarire keki yakwa. Anakaja muginya gashui gatange hona. Fungua hii. Hii ni nini? Hizi unatengeneza? Wow. Hebu toa. Si mnaona? Huyu mama ametengeneza uka haha. Huyu mama ametengeneza. Lakini anatengenezea kwa bedroom. Atokagi nje. Umeona? Kwa sababu alifungwa. Na waliomfunga wanakaaga na yeye na pamoja na mdomo yake. Lakini kile kimemfuka zaidi ni hiki kama hiki. Mdomo ya umaskini. Ako na mingi sana. Mungu alikuwa ananiambia ako na mdomo ya umaskini. Kumbe nikakuja kujua. Ugo niko lekani wakaadhena. Ni mdomo ya umaskini imekukula. You are your greatest enemy. Edo tengeneza Facebook page na YouTube page. Takasa. Watu watafurika. Unaona kama ile ya Valencia? Watu watafurika. Because God told me this knowledge, it is not from man. He gave you this knowledge. Lakini umedecide kuikalia. Is that true? Otida orera kwa maneiba ni maratoka mutumia cio wonire oka hau ahinu oraroga wira wakwa nona muthuri cio kire hau ritho riria ndorire nario niria andu akoma niria andu aceita niguo uturaga rwimbo riu heke ndukingi waragia tiga korogwo ona riu agetikira gatigetikira ndakarogwo ate wira wake ni wamenyeka. Si sade tukule keki. Keki gigana doya ni pesa cigana? 3 kgs. 3 kg ni pesa ngapi? 5,500. Only. Kore hagira ithi atia? Ile tumatugerire no atugerire keki. Nani alitununulia keki? Ni Oliver. Acha ile ya mama yake. Ile Ann yule. Ile alituitia 25? 25,000 kilo 3. 25,000 kilo 3. Neguo. Isa ni ya pesa ngapi? Hii ni ya 2,000. 2,000. Tulilipa 25,000 na ikakuwa kesi. Mnakumbuka? Ilikuwa kesi kubwa sana because niliuliza swali. Ilikuwa 35,000. Si hali zilikuwa? Hata Ani alikuwa na Ani walikuwa pamoja. Tulilipa 35,000. Mimi nikakataa. Nikasema hata kama hiyo ndio Ukristo, acha Ukristo ukae sasa. Nikaingoa jicho, nikamwambia unanikumbuka vizuri? Akaondoka. Ilikuwa ngapi? Akahama kanisa. Kumbe alikuwa koniredi. Na mwaga ndari ndagweta maundu maya muko gatige kugweta mundu. Riu itathikiriria. Uthio thondeke keki ya 25,000. Nego nini goroga simuitishi pesa. No kwenda kundeithiriria. Ino mkono juu. Na no kwenda kundeithiriria. Nataka ukuje hapa Sunday. Tutaichinja pamoja. Umesikia? Tu celebrate kazi yako. Nikufungulie kazi. Asante. Hii uache hapa. Amen. Igerera hali.
tumulete tu celebrate. Na kila mtu abebe soda yake. Atekile. Gĩko kĩoragire mwarimu na ndagĩtarĩ. Ũguo nĩ ũgũraga guoya. Eha ũcio ũngĩ. Eha. Na sasa Shiaredi, naona ule mama anaitwa Shiaredi. Akupatie order. Mtengeneze. Umepata kazi ya kwanza? Ndio ile kazi ya kwanza. Nani mwingine yako na duka? Wako heo tiko ige. Okay, hemu ile tu ya hata kuikate riri. Ni ule muthuri. Nawe we ohe andũ arĩa me hakuhĩ nawe ndanengera andũ akĩremba mandotere. We enda ukae chini. Enda ukae chini sasa, nimemaliza na wewe. Let's look at the book of Genesis 6:14 to 16. Genesis 6. Genesis 6. Genesis 6. Thank you. Genesis 6, 14 to 16. Nataka tuwajue why do God put us onto trials. Genesis 6:14 to 16. The Bible says, make thee an ark of gopher wood. Kotakitu kira githugu turamenya. Wewe twathomete tawe. Weka Kiswahili ama hii Kiswahili ama NIV. Ya di da do di da. Make yourself an ark of gopher wood. Make rooms in the ark and cover it inside and outside with pitch. Then, and this is how you shall make it. The length of the ark shall be 300 cubits, its width 50 cubits, and its height 30 cubits. You shall make a window for the ark, and you shall finish it with a cubit from above, and set the door of the ark from inside. You shall make it with a lower, second, and a third decks. 17. And behold, I myself am bringing flood waters on the earth to destroy from under heaven all flesh, in which the breath of life, everything that is on the earth shall die. Why? Why will he do that? Why will he preserve other people and then allow other people to suffer? Bwana Yesu asifiwe sana. So God can perpetuate, can allow something to happen in your life. Hiyo mambo ambayo unapitia, usione sana it is the devil. Maybe God is bringing you out, is creating you, the systems that are operating in you. Maybe could be it is God that have allowed people to provoke you, people to fight you, people to want to bring you down, people to want to destroy you, just because he has a reason behind that. Sometimes I remembered when I was really suffering after I got saved. Previously, when I was in Mungiki, I used to live like a king. But when I
came out of it and I was ordained, I lived like a pupa. I stagnated. Niliiba sukuma wiki. Just niambie, mtu kama huyo mwenye alikuwa analala Intercontinental analipa room moja 150,000 a night. Hiyo hujakula. Unakuta expenditure per night ni 300 to 400,000. Na sasa hiyo nimelipa Intercontinental, nimelipa Serena na nimelipa Pan-Afric. In case kukiumana hapa natorokea huko. Na huko kote umespend. Unakuta one night you are spending $1 million. Then you end up kukua mwizi wa sukuma wiki kwa shamba ya mtu. Sasa huyo ni Mungu kweli? Sometimes you ask God, why? Why do you do this to me? Si tunaombaga hiyo maneno. Hiyo maombi tunaombaga, why? Mtu mwingine ananiambia, tangu kwanza kukuja kanisa hii, mpaka nini hii, inaita kwa friji yake inaogeaka. Ni shida. Yani kumari leo kile mtu shaka kwenda atia, akuhurira thimu agakwira atiri, kumari ndajirie guka sinagogi, nginya friji yakwa ni aragia. Mtu shaka kwenda atia, ninashuku Mungu wako. First statement hiyo, ninashuku Mungu wako. Ndio nataka kukoroga kwenda Ngai kundu kuu. Arakwira atiri ndenda kuma kuu. In short, arakwira ndenda kuma kuu tondu things are not good. Since I came there, things are not working. It's like I'm not wanted there. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hata wewe ukiwa mchungaji, huyo mtu amekuja kama amekubomoa. Amenibomoa mpaka ninaanza kujiuliza, kadu manyonaga ate. Toko hii ado majitaka devil worshiper. Bwana asifiwe sana. Etodo ginya friji ndio imagine friji ya kwekialia. Ninganagu. Ati tangu nikuja kanisa yako, pesa isimamagi kwa mkono. Tangu nikuja kanisa yako, nimejawa na madeni, namuuliza unalipa kwa pesa ngapi? Nalipa kwa 150. Alafu madeni, ni mko na madeni chukusima. Sasa sio wewe kama pastor. Mudogo to Judy. Wewe ta pastor leo ugeshiri atia. Na heria cio ndoci ciaku. Tajira. We. Ugeshiri atia. Mundu akurete tandora. Mundu akwirete uguo. Hakuna nguvu hapa. Hakuna nguvu. Hakuna nguvu. Kuna wengine mama mwingine hapa alikutoka hapa wakaenda kwa kakade. Mnajua hiyo story ya wale mama alienda kwa kakade. Akaenda kwa kakade akasema ati hapa hakuna roho. Ndio kwa maana wameenda kwa kakade. Mmoja alikuwa amekuja kwa sababu ile kitu. Si mnajua ile kitu? Alikuwa amekuja kwa sababu ya hiyo kitu. Sasa ikakataa kuingia. Walienda kwa kakade. Huyo mama nilimuona hapa juzi. Juzi tu amekuja hapa ameniambia anataka nimsaidie na 23,000 aende akalipe school fees. Nikamuuliza pesa hapa haina roho. Bwana asifiwe sana. Kwa nini Mungu ananipitishia kwenye majaribu kama hayo? Nakuja kanisa kama hii tunanunua viti mzuri, kila kitu tunafanya interior mzuri, lakini kung'ang'ana kuita watu wakuje. Wale wanakuja hawakujagi kukusikiliza, wengine wanakujaga kwa sababu ya ile kitu. Alafu wengine wanakuja kupiga wewe. Wengine wamebeba hapa mahirisi. Unakuta watu 10 ndio wamekuja. Kati yao watu 4 ni hirisi. Watu wengine 3 ni ile kitu. 3 ndio genuine. Hapo Mungu anawakubalisha wanakaa hapo, wanakukodolea. Unajaribu mpaka kuomba Mungu jehereria giko geke. Mungu anakuambia sie kiu tigeko. Ndagwetire uthambie giko kiu. Bwana Yesu asifiwe sana. Why will this happen to you? Why? Unajiulizaga? Ati umefanya kazi ya Mungu umefanya mpaka watu wamekucheka. Yani people know you as a holy person. Maka wagekoroga inyo wakio muthe mutumio ciragetigwo guko. Ni ule yakio datiraga kanitha. Anagoshaga kanisa mpaka anakujaga karibu arambe na ulimi ifuro ingare. Watu wa Mungu wakuja apate. Huyo mama anapikaga mpaka getheri yake anabeba na ile bakuli mkubwa. Analeta kanisani na thamos kubwa hivi. Analeta kanisani. Lakini mambo ifanya akitoka hapa kienda nyumbani. Anakutana na Bwana, anamtukana ni kama ni mtu anauza supermarket. Pako na shida. Kareka yore koyogoro ongezafu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Mami, how are you? Radhi atereu. Wewe ndiye. Tiwe ndiye mutumio ucio. Uradhi atereu. Mambo iko under control. Iko under control. Under control. Maneno yameanza kuwa mzuri. Tunapambana tu. Unajua hiyo ilikuwa imenizidi lakini ingine tagu uiongelee imekuaje?
Is there a change? Eh. Yes, the power of confession. Once you say it out, ukiendelea kuhibernate, kuficha shetani. Asante mami. Ukiendelea kuficha shetani, ndivyo anaendelea kukutorment. Bwana Yesu asifiwe. But when you say it out, you lose the power of the devil over your life. You lose the sin power over your life. Say it. Don't fear. No matter how bad it is, just say it. Hello. Mimi nafurahiaga hawa watu hao hiyo kitu. Ule anakuja hapa ananiambia, mimi nataka. Usipitie kwa Mungu. Wacha niwaambie, wacha nikupitiaga kwa Mungu. Kwa sababu hakuna Mungu hapo. Kuja tu straight uniambie, mimi ni binadamu kama wewe. Na nikikuangalia hivi, ninaona tunaweza kukula mkate pamoja. It is okay. It's allowed. Wacha kupitia jikakaruti kale ka Mungu. Ati ni Mungu amesema hakuna, wewe morogi wewe. Wewe morogi. David was tried through two things. He was tried through Saul and he was tried through Goliath. Una imagine kiko giant. God was testing the power that he has put to David. He wanted to see whether David will be fearful. So he gave him into the hands of Saul. The Saul ambaye alikuwa rafiki yake. The Saul who was supposed to come and mentor this boy. But he became an enemy. Remember one day, wamepigana mpaka wameenda kujificha kwa milima. Mahali walijificha kwa milima, alienda kupita akakuta Saul ndio huyo amelala. Kama ni mimi, ningechija. Lakini Daudi, wakati hao jamaa walisema tuchije mtu si ndio huyu tumeletwa na Mungu. Akamwambia, do not touch the anointed. Why? The reason God is testing us, this is one reason. Get this one. The reason one, he wants to enlarge you. Yani kukuboresha, kwa Kiswahili kukuboresha. He wants to do what? To enlarge you. For you to be enlarged and even to know how big you are, look at the trials you are going through. Look at the challenges that are facing you. Look at the type of people who are fighting you. Look at the opposition that you are encountering. It tells you where you are going. Wakoro oshi ohuragwo ni chokora cia hanyu itura iria cia hare hau ikaraga ate no cio cigwitaga mana muke toka kwenda chamaringo wakoro ni macokora macio makurumaga ure wagu tathi kwe ngai tu mwe agocogothere andu anene agocogothere andu mena value yaku. Bwana Yesu asifiwe sana. The magnitude of the kind of a trial, it attracts the power. The thing that God has put in you, it attracts an equivalent power from outside. If you are international, you will be attacked internationally. If you are local, you will be attacked locally. The challenges ambazo utakutana, ambazo ukukule, ati umekuwa concentrated kashakikana kwa nyugeta kwate. Kia muturi. Yani tofara twaku roda ne twakia muturi. Imodo ile siko shogotaka ne cia kia muturi. No anyita. Ile siko etaka hi babe ne kia muturi. Na modo ucio ginya agucetie kiraiko ginya ahie na kirori giake. Kirori kire gya kwenja mitaro haha guthe haria ndogo igeragira. Tondu ne hairo haha. Ni undu wa kiraiko. Ateka modo kau na kigoti kiria erekira oguo aikagia kigoti thi handu hena ngungu ni cigakua ni undu wa uria kiranuka na uria kina giko. Mundu ucio no akwiraga hi babe ni aje gigoka ni aje kuonaga magakua umenye wewe wi muthiru agiro ni gukua wagiro na weka mukando okue. Ule kulenga yule kai no kai acha uyiketa Jabesu alienda kwa Mungu akamwambia niondolee hii maneno hii na hii ni ngumu baba hapana acha. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii tadiore ni amakurumaga ni amakucinuraga ni amakwaragiria uru ni amendaga gukugoithia ni amendaga gutwarithia mitaro. Angalia ni nani mnapigana nayo. Hata kama ni bwana yako, angalia standard ya bwana yako. Ena hakiri kana tari. Hata kama ni bibi yako, angalia standard ya bibi yako. Ni kule atumia kwa mwako magajaria kwa ria ndeto kwa joru. Ndengere kwe ngai kuhera mehia. Todo kwe meho kana this is not of my class. Sure.
Uja yite ko shinoro ne mutumia wedegia sanga mukuru kwa Rubeni ri tondu mwari ndugu nake hingo no ru arendia sanga kwa mukuru ri aje gukoruma gekwiraga ndiuno we ulikuwa boyfriend yagu no utengeraga ko theu ni no thire kinya kirima-ini kia Kirinyaga thie kundurie maruku gatagate njere Ngai no this is not the burden you are giving nekera murigo mwegega nipatie muzigo kitu ya challenge nikionaga ndimwite ti kwenda gwakwa kira ke ndana ritho ria tha nikionaga ndiki ndimwite nikio ndimwira ndejongi njete no nyita tondu I have my class ona akahenania haria ndari yakwa okaginya akahenania haria kauga atiriri ahurira thimu ora riu aingira kanjira kwenda gukuona Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu ni Job 42. Tufungulie kitabu ya Job 42 chapter ya verse number 12. Bwana Yesu asifiwe sana. That he uses the trials in our lives to enlarge you. So when you see the kind of a trial, the kind of a challenge in your life, don't look at it as though it is a plan from God to destroy you or a plan from the devil to bring you down. It is a plan to position you for enlargement. When God wants to lift you from the level you are to the next level of your life, God is a God of one level to the next level. It is not to the next level of downwards. It is to the next level of uplifting you. So the challenge is, if he wants to make me popular in the world, he will use a channel or a system that will make the entire world to read about me or to see me. So when this trial, they will come, don't look as though at the end of popular. That is why God created me into Mungiki. That is why God did what? He created me into Mungiki because he wanted to create a platform in me such that all people of the world will listen to me. People watch my videos across the globe. Why? Not because I'm saved. They don't watch my clips because I'm saved. Not because I come to church. Not because I am a pastor. In fact, ukiangalia page yangu ya Bethel, ya Kiokoko, na uangalie Thigira wa Dora, utaona Thigira ni popular kuliko nini? Kwa sababu Thigira ninaongelea ile maneno ya nauko, ile migi ya nauko, ninajaribu kuleta pamoja ndio tuone how can I be able to uplift. Ukiangalia uende usikilize Moroto every Thursday na kuwaka Moroto. Ukisikiliza kama Moroto ya last week ile tulikuwa huko, 1.5 million people were listening. 1.5. Lakini wacha niweke, ninaenda milele hapa kuhubiri. Hata kasimu hakuna kanakuja. Hata kasimu. Ukiangalia wale walikuwa nanisazama kwa milele, kwa mahubiri, unakuta ni watu 18. Lakini upande huu ninaongelea siasa, ninaongelea mambo ya kitamaduni, 1.5 million people listening to me. Na unasikia wanasema Modosho ni mthamaki. Lakini wakati nashika microphone kuzungumzia mambo ya Mungu, nasema uyu nake na gutohenia. Ushore yale mirogo toheneria na koya riu yarakie gutoheneria na guko. You see, because there is a platform. Bwana asifiwe sana. Because God will create a platform for you to be glorified. Bwana Yesu asifiwe sana. Niwe onani
Unakoleka huje kana ndokoleka huje. Tukajererie rege. Uthi waikare ukutha. So we have learned that trials are made to enlarge our territories. So whatever that is happening around you, don't look at it from the negative angle 100%. In a challenge, don't always see the devil. In a challenge also you can look at the other eye and see God in it. See God growing you. See God empowering you. See God making you a better person. See God creating a platform, an international platform. Right now, I'm being invited in all niko na invitation za inchi 18. Wakati mtaona nimechomoka hapa, nitachomoka for 1 or 2 months. Inchi 18. And they are paying the ticket. Bwana Yesu asifiwe sana. And they are paying my accommodation. And they have prepared people they want to listen to me. Why? Kwanza kabisa, they are not inviting me because I'm a Christian. They are inviting me because I'm a former leader of Mungiki. Bwana Yesu asifiwe sana. They are not inviting me. Kwa sababu kama ingekuwa ni Wakristo wanainvitiwa, Margaret ndiye angekuwa ameinvitiwa. Hallelujah. Ama kwa kindi angekuwa ameinvitiwa. They want to hear the story. How did I transit from here to here? And then the other bigger part, they want to see whether niliokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. And the other bigger chunk, they want to see, si mnajua ile kitu. So all these, they are platforms that are used to make me move from one level to another, to make my journey easy. Sasa hivyo nikikanyaga nikitembea, ninaendanga dunia mzima, nimepiga round moja Europe na nilienda kwa urahisi. Sikupata challenges, sikutumia hela yangu kwa mfuko, sikutumia chochote. Yani the platform of the trial that God uses against you or for you, it is to make your life easier. Bwana Yesu asifiwe sana. So you be battered, utapigwa na bwana yako, upate injuries, uandiko kwa gazeti, utapata international organization wanakuja, they want to use you as an example to go and do advocacy. Utaitwa South Africa, utaitwa Brazil, utaitwa Canada, utaitwa kila mahali. Why? Kunyoroso kwako mpaka mkono ukavujika ndio kumekupeleka wapi? So wakati mwingine ukinyoroswa, vumilia unyoroswe vizuri, maana labda ni tikiti ya ndege inatengenezwa. Yes, Ulisa. William. Kahida. Ate mundu ikira gate kahida kaiga nate wero-ini. Wero-ini ni mundu wituagira matua ma wero-ini. Did you get me? We niwe wituagira. Watoto wa Israeli walipotoka Egypt, safari ya kwenda Kanani ilikuwa siku 8. Lakini kuna maamuzi walifanya, maamuzi ambayo yaliwafanya wateseke miaka 40. Musa na wazee wa Musa waliabiana, kwa sababu ni kuvuka tunavuka na ni siku 8, si to suspend circumcision after 8 days to regenerate. So what was circumcision biblically? Circumcision was a covenant between man and God. So it is an agreement that I will walk with you as long as you are in this. So as a community ya wana wa Israeli, they decided to suspend the relationship yao na Mungu. Are you getting me now? When they stopped the covenant, they suspended the covenant. They suspended not the covenant, but the relationship yao na Mungu. And that was an agreement between God and Abraham. This is a covenant you make with me, so that I will be walking with you, I will be with you, and whatever you will be doing, I will be with you. I am your cover from today, because you have shed the blood into the soil for my sake, so that I will be your cover. So Moses and the group wakadecide, wakatoa maamuzi, wakasema, from today we suspend God in our life for 8 days. So that 8 days
Ndizo naye shetani akajua these men are without God, akawadefile. And alipowadefile akawaondoa kabisa, akawakeep away from God's presence. That is how we get into the wilderness. Not because God wants you to be in the wilderness. We cause ourselves to be in the wilderness. And once we find ourselves into the wilderness, what happens? We fail to know that this is a wilderness. Either there are 3 types of wildernesses. One wilderness is God-induced wilderness. Number 2, it is self-induced wilderness. And number 3, it is people-induced wilderness. People can force you into the wilderness. Yourself, you can take yourself into the wilderness. And God can take you to the wilderness. Now, how do you know this is God-induced wilderness? When you are walking with God and you are in the wilderness, there will always be manna. And there will be always a cloth ambayo haitararuka. And there will be always a shelter. You are facing challenges, but hauendi chini, haushuki. Uko tu, chakula haukosi, kaguo kazuri haukosi, na kanyumba kako tu. Bwana Yesu asifiwe sana. But when you are in self-induced wilderness, hata nyumba inakosekana. Hata chakula inakuwa ni shida. Ukiona umefika mwisho mpaka chakula hakuna, you are in self-induced. But when God is controlling the wilderness that you are in, then God will provide some provisions for you. Bwana Yesu asifiwe sana. So whatever, and the wilderness will be longer or shorter, depending on what? Depending on how willing are you to get out. How do we become willing? By becoming obedient and humble to the word of God. And kama ulikuwa pale juu, ushukubali kuteremuka chini, ndio uinue, kwa sababu Mungu atakubomoa kwanza. Niumbie moyo mpya, moyo wa kuje. Sasa ulikuwa mang'aa kama magi, wa uko juu, unakaa juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Mungu adecide kukubomoa kama waroinge. Maana wakati Mungu alisema sasa he is ready to use me, alikosi Maina Jenga wakachoma nyumba yangu, alikosi Maina Jenga wakachoma magari zangu. Ile magari bado nikiwa mwokofu, bado I was enjoying the fleets of car that I used to have. But when I made a decision, now I want to serve God, that's the time I made a decision to get into my destiny. Bwana Yesu asifiwe sana. Deciding to get into your destiny, it is your own prerogative. It is your plan that now I have decided. Kuokoka, it is not a decision to get to step into your decision. But making a decision is allowing God and telling God, I surrender, now use me. That is the time the enemy will strike you. These people, wakasema hatutairisha kwa muda wa siku 8. Wakasuspend relationship yao na Mungu. Naye Mungu akawaondokea. Until such a time wameteseka, it is only God mwenye alikuja kuwafungua macho. Akawatumia nani? Moses. Na mtu wa kuwafungua macho ni nani? Ni wakati walizika mtoto wa nani? Jethro. Bwana asifiwe sana. Wakakumbuka, wakaulizana, si hapa ndio tulizika? Kumbe hawa watu walikuwa wanazunguka miaka 40 the same place. Maana kule tunasema kule Israel, it is central province. Hii yote ni central province. Walizunguka for 40 years the same place until wakati kifungo yao ilifika. Maana when you retrieve yourself from God, God gives you a punishment. And a punishment comes out of a judgment. And the judgment that God gave them was a judgment of 40 years. Bwana Yesu asifiwe sana. Walizunguka, and God wanted all of them. Wakasema, uko ne mwadekia, uko ne mwarekana na anie, uko ne mwajigathe, ona nine gumuigathe. He made sure the people that left God, wakamweka chini. Wale wote walihusika, the entire Egypt generation, they all died in the wilderness. All of them, because it was a judgment. When it is a judgment, even if you change,
And God had said it's 40 years, it must be 40. Hata ukibadilika, hata uhubiri, hata ufanye nini, the judgment has to be fulfilled. Kuna watu hapa, you are suffering because of a judgment. Iliachiliwa. Na hata uokoke, hata ubatiswe, hata uwekelewe mikono na miguu, utaokoka na utakuwa msafi na utakuwa heavenly bound. But a judgment will still be hanging on you. Yesu akikuja saa hii, utachomeka because you are under a judgment. Na umeokoka kabisa, na unahubiri kama Waroige, na unafanya mambo makubwa kama Waroige, lakini kuna judgment ambayo imekukamata. Bwana asiwe sana. So all of them, they died in the wilderness. Many of us dies in the wilderness. They don't make it. Wale watoto ambao walizaliwa in the wilderness, hao ndio waliingia wapi? Nchi gani waliingia? Gilgal. Si Canaan. Hawakuingia Canaan. Waliingia wapi? Gilgal. The next after jangwani waliingia Gilgal. Wakati waliingia Gilgal ndio walirealize ati miaka 40 hatujatahirisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio wazee wakakuwa summoned immediately. Wakaambiwa fanyeni mikakati sasa. These people must be circumcised. Ipiza 40 years ndio zilienda kukalia Rufau wakakatwa. Wakati walikatwa, damu ikamwagika, a new covenant was made, and that's when God said the reproach of Egypt has ended. Geshonoko kile mwaumire nakyo kyo wa Egypt nugekatia negiatira. Sometimes the challenges you are facing, it is the reproach of where we have come from. Nikeshonoko kenyororio na mathina makuria umite ihikoine maturaine na maishaine manyu kuria wari kumitugo yaku ria wekaga. That reproach, until the reproach goes. The reproach is where, kama ni biashara uliweka, hiyo biashara uliweka na pesa gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni ndoa hiyo mliibenyana tumetwendana nawe, how did we start the relationship? Twamia biliatia, twamia kiriatia. Nito unagire magogona. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwe magogona mamwe tutagiunaga tutari hamwe. Nito kunaga mamwe wena ko unande na goko. No hema gitoko nyitana tutwarana riu twaje kuna twe nawe ukanjira kinaga kunira na nikakwira kinaga kunira. Are you getting me? So that I can be able to get you, because we are walking na mauduru macio twe hamwe ni maudu maroka makeumiria twanyitana twendana ukaje marakara mage uguo ukajira nie ndikwenda maudu maku ni aenda rakara no tukarekania kwariate mwahitaniria ki ni hari reason ya kuhitania hatire ni mutigire mwaruma na acha ni mutire mwera nondo acha atiri ni ndirenda wapi utigane na andu acio na ginyariro kamenya ni watigana na arume acio mukorogo nao ikweyo niguo ni ngekate niguo gacoka ukamuria hari mundurume umwe ati acha no kugoro-ini na kugoro-ini ni rajiguithia ni uri na mundu ti maheni araria hari magogona mekwanyu magiragia kihiko gya kwanyu nemo arona ti arume arona doto do utauku wake orona mundu he magogona makwanyu matetekagirio hike kana matetekagirio hikanie no anyita maundu macio nimo arona du akona mariki mari arume. Are you getting me? So hajakosea sana, ila wewe kwa sababu una ufunuo zaidi unaona kile anaona, unamubebeleza, unamuleta karibu, unamuita bujubuju bebu, unamuleta ndio uweze kumfundisha tiki urona gwito tutihikanagia na twahikanagia ihiko cito ni iguaga uguo ngoma irio urona iriko nicio cire umiria in form of a person tondu cirenda gukuingata udike no anyita kana cinyingate kana ngomete uguo ngomete gitanda-ini ngakoma uguo ngomete twi nawe riu hau gogoka kimundu garota tutengereti gogoreto ne kimundu kirajuria wewe unafanya nini kwangu rucini tondu ndi mutauri wa irotori ndi mutauri irotori gataura kiroto kauga atia ni nyonire kimundu na kiuma kirehu kiiru gatha ngora ngathie ngora ndagutiga gihiko ni kiagwa kana gitinagwa ni kiagwa Nanyita uguo ri kiroto warota kana wagia tiga gugikua personally na tiga gugipush the way it is ikarathi urie mundu ikarathi mu discuss muranie ciuria tondu no ko haiki mundu gya kuhire na kimundu kiu nikyo giukaga in the spirit. Nanyita kimundu kiu nikyo gikate giukaga in the spirit. Riu nie ndoka ri wajigia kuigwa kwenda gutahika tondu nikirakuria who is this
Urajeka unanifanya madharau ya nini? Na nige spirit man ama spirit woman. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wengine hapa, nani amewahi kuota akiwa akinyonyesha mtoto ako na mtoto mdogo? Ushaiota akiwa na mtoto? Wewe na mwingine? Inua tu mkono, acha kusikia aibu. Mko wengi sana. Mko wengi, inua mkono vizuri hivi straight. Kama umewahi kuota ukiwa na mtoto. Umeota uko na na mbabas analala na wewe alafu kaota mkiwa na mtoto. Then huyo ni mtoto ako. Ni ako is existing. Huyo mtoto, maana ulilala na spirit ikakuzalisha mtoto wa kispirit. That child is existing. Na huyo child, huyo ndio anakutorment. Huyo ndio ukipata boyfriend anakujaga katikati. Huyo ndio ukipata kazi, ukianza kazi anakujaga na ivuruga. Na anavuruga watoto wako, anawapelekea kuvuta bangi na madawa za kulevya. Maana it's a spiritual baby from the kingdom of the devil. Anakuja kutorment maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. And those are the challenges I'm talking about. That they will keep you in the wilderness without you knowing. They will keep you suffering. Until now you make a decision. This is my decision. This is what I want to do. You make a decisive. Venye mimi nili make a decision. I want to serve you, God. And then challenges za kuserve zikaingia immediately. Nyumba zangu zote zikapigwa. Maana nimeulizwa, wewe na kioko kiega, are you serious you want to go? Because I am part of that kingdom. Hata ile mali nao ni ya ile kingdom. Kuokoka niliokoka, yes. Wanaibaga kaibo, adone marekererio kanitha gererwo moko marekererio rukwirira nikuo kutua matua magosabu Ngai. Ate kanitha ni mugutura kanitha, you will be in church, you will be coming to church, but you are still serving the devil. You are a pastor preaching here, but you are still serving the devil. Bwana Yesu asifiwe sana. You are an usher, you are church goer, unakujanga kanisa vizuri sana. Udutiraga maruta mothe ni urutaga. No ukorogo ugesabuke koma tondu nwarekereirio kanitha, ukigirirwo moko no kibatithio, no ukirwo ndukanarekereirio ki. The day utairira, saa hiyo ndio utakutana na shetani kamili, anakuuliza where are you going? Saa hiyo ndio utapatana na attack. Ndio utakutana na bwana mwenye alikuwa anakuita babe. Bwana mwenye alikuwa anakuita sweetie, kifaraga yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Keheheji kia koro yako. Maneno matamu ulikuwa naitwa. Unakutana naye kwa mlango anakuita komeno, guyeno, nigo akinya. Umara, nigo umaraya. Saitani wewe. Na higo uma kanine festereine. Hao nuo kone anagereria makuta maria mekuitagereria tu. No kuigira nyumba uguo maundu maria ugwitwo you've never had them. Tondu nwa tua matua no atua mikanda marenda gugucokia. Hiko ukumainagira karebo te ihenyaine keta kuhutia karurigi. Hau ugithi kuhutia karurigi ni ho huragirio kuguru ukamba ugatemanio thi no gakinyango ngingo ndukauge mbu. Na hau niho urakora yari muiritu gathirange ukamba ukahirwo ihu. Nurari hakuo gwitiririo maguta ma faster. Ukaboka hiro ihu. Nurahirwo ihu niki? Ni ikanga. Na ukamenyeka na itura igima ni ikanga rirekiri atia? Muhonoki uria. Hallelujah. Riu na andu magocotherio weke atia? Urute. You see now, these things will happen. Because of what? Because they want to tame you against getting into your destiny. You are programmed to fail. One of Israel, it was 8 days journey, but it turned out to be 40 years. Until they circumcised at Gilgal. Ndio the covenant. Ndio the reproach ya Egypt ikaondoka. Wakapata covenant mpya. When you circumcise, hiyo damu ikimwagika kwa mchanga inakubaliana na mchanga na Mungu. So inakukubalisha kukula vitu za dunia hii because you are part of it. The blood inamwagika kwa mchanga. That was the covenant ambayo Abraham na mtu anaitwa Mungu walifanya. Ile damu ilipomwagika ilikuwa na covenant that this man now has been given a mantle to control and own a piece of earth and eat what is of it.
So once you agree with the soil, it means every backup, the backup of the soil towards whatever you want to do. Because every business we do, it is backed up by the soil. Did you know that? Hello, did you know that? Did you know that? Yes. If you know that, lift up your hand. You see now? Unafundisha watu wanasema ndio, but they don't know what they are saying. The soil backs up how? The money you have is a currency from where? The clothes you are wearing is from where? The car you are driving is from where? So for you to live on earth, you must be backed up by the soil. Bwana asifiwe sana. And for you to be backed up by the soil, that is why we circumcise according to the covenant of Abraham and God, so that the soil and you can be one part. For the blessings of the soil to nikyo yule mwanake alikia kugimana nikyo niguo aheagwo indo. Wakikuyu mwanake ari agimarari retugo ajagia kuheo indo to niguo etagwo mwanake. Manielewa? Mwanake si jina moja, ni jina mbili. Mwana igairere. So now you are ready to be a man. You are ready to have your own. Anaanza kuwa prepared to ownership of the piece of the earth. Because amefanya covenant. Hello. Na ndio unaona David alikuwa na nini? Alikuwa na itakuatia audacity ya kumtukana nani? Goliath. Akamuita nani? You Philistine. You uncircumcised Philistine. That is the one word he used to intimidate or to bring down Goliath. Why? You uncircumcised Philistine. Because he wanted to provoke that. Because provoking that, you disconnect this man from the earth. You disconnect this man from any relationship with God. Because there is no covenant. He is not a covenant person. So he told God, this thing you are seeing before me is uncircumcised. Is not part of your hierarchy. So God, choose. Then God turned side, akarudi pande ya kigokona. Aliporudi kwa pande ya kigokona, ni nini kilitumika? David alirudi kwa dunia, kwa mchanga. Akachukua mawe. From where? The kigokona ili alifanya nayo kazi. Akachukua kamawe, akakafugilia, akahiuria, akawekelea mtu hapa, akaaguka. Akarudi akachukua ule upanga wa huyu mzee alikuwa nayo. Akalekelea modo. Did you get me? Did you understand about the covenant? I will teach you one day. Don't remove me from what I want to teach. Mumeanza kunivuruga. Huyu mshosho anafanya, huyu nini anafanya. Number 2, we have done so. Number 1, trials are meant to enlarge you. Number 2, trials are made to prove us and also humble us. Trials are made to prove your worthiness. Are you worthy to be given a pulpit like this one? Every time people have been dreaming about this church, a huge church. Sindio? But where are we based? Tuko hapa. Tunajaribu kupanda, tunashuka. Tunapanda, tunashuka. Tunapanda, tunashuka. Because there is kitu inaangaliwa kwangu na kuna kitu inaangaliwa kwa wale tunatembea na wao. Are you deserving? Ndio kanisa iinuliwe, ikuje na watu maelfu, watu mamilioni. Are you deserving? Are you qualified? Ndio naona kuna watu wamechujwa sana, wengi sana wamechujwa. Because hawa watu wote walikuwa obstacle. Walikuwa nini? Walikuwa wametumwa hapa kama walikuwa maagent wa shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. So wakati umefika wa kuondolewa, wameng'olewa kwa sababu they are not part of the movement. But again, na mimi ninachukuliwa, ninakuja ninarushiwa maneno, because God wants you. Ameniambia you are going to be a father of men.
So haka katakuja kani accuse, hiki kitakuja kini accuse, hiki kitakuja kimelala, hiki kitakuja kitafanya nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila kitu itakuwa surrounded kwangu. Mpaka nikigeuka hivi nasikia history. Nikigeuka hivi nasikia history. Nikigeuka hivi nasikia history. Unakuta kuna watu kama of last kulikuwa na hiyo story ya nini? Ya hiyo kitu. Sasa hiyo kitu, hiyo story imefanya nini? Imeondoka. Sasa kutakuja story nyingine mingi sana. Because God is also looking at me. Are you ready to be called a father? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa atakuletea haka kamanga kanaanza kunitusi. Sasa nitakafia wewe umakokotie. Hiki nakio kikuje nakio wewe. Hiki nakio kikuja wewe ni wafukuze wote. Then in the heaven wanasema modo dalala hiyo. Hayuko ready. Nono dalala ni kanisiana. Hayuko ready. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the longest I can live in the wilderness. Kama sijaiva, I will live in the wilderness. Wakati walikuwa Gilgal, wakasema the reproach imeondoka Egypt. Kutoka hapo, they never stayed in Gilgal. They moved to where? Hello. They moved to where? They moved to Bethel. See Canaan. You are so obsessed with Canaan. After Gilgal, where the reproach ended, they were taken to where? To Bethel. And when they were in Bethel, hapo ndio walitokelezewa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is where waliambiwa, this is the house of the Lord. Bethel means the house of the Lord. Gilgal means the reproach of Egypt. Until you go those four stages. The Egypt stage, the wilderness stage, the Gilgal stage, and the Bethel stage. 4 stages. Hapo ndio unajulikana umeiva. Lakini ile baya sasa ni hiyo ya Gilgal. Ndio imagine kimo una miaka gani? Wewe una miaka gani? 32. Wewe. Imagine kimutu kama hii, hebu simama. Imagine kimutu kama hiki kimekalia sasa mbao hapa kinakatwa. And the bleeding. And that is where now you find in Gilgal there are 3 classes ambazo zinajitokeza. First class, wale wana heal, wanakatwa na wana heal within 80 days. Kuna wale wanakatwa wanakaa long. Na kuna wale wanakatwa wanakufa. So still in Gilgal, people died. Still in Gilgal, people overstayed wakiponyesha hiyo kitu. Na kuna wale very fast. The same in the ministry. There are people who will be here. We shall be walking with them forever. But they will never learn anything from us. Bwana Yesu asifiwe sana. And there are people who come just one day na ana capture na mnaenda na spirit yenu inakuwa pamoja. Na kuna watu wako hapa washakufa already. Tuko nao hapa. No ni ishiba. Yaani nikinya mukego kugikalete hage kwete. Leo nimekuwa mbaya tu hivyo tu. Msijali. Mniambia nifundishe. We are dissecting. We are getting deeper. Sasa hapo ndio mnafaa kuniambia go deeper, man of God. Prophesy. Go deeper. Oh my God. So ask yourself, where are you in this ministry? Are you still in Egypt? Are you in the wilderness? Are you in Gilgal? Or you are in Bethel? Bethel is the house of the Lord. That is where nini? Jacob aliona watu wakipanda, wakishuka. Wakipanda, in Bethel you operate in an open heaven. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Jacob alikuwa amelala, baada ya kuchoka, alifungua macho, akaona bingu imefunguka. Na bingu ilipofunguka, kukatemelishwa rada kubwa sana ikateremuka. Kisha akaona watu waliokuwa wakipanda wakishuka. When you are in your Bethel, you operate in the spirit. You operate in an open heaven. Nothing, unaitisha kitu zinakuja. Unaitisha anything, unaona inakuja. Unafanya kitu yote unaona, yani watu wanaitanga favor. It is not favor. It is an open heaven. Milango imefunguka. Nobody can shut it. Nobody. Hakuna mtu ana uwezo wa kuifunga. Udhuri ndo hakomera mtu mio sio. Tadhiharia.
Tekaterere. Shoke huko. Bwana asifiwe sana. Trial proves us. Now, when these people underwent this, they were humiliated. Na imagine you mudu mugima kimuthuri ta kiria gyaku uria Judy yokete hau gekahiro gekerue. Is to be humbled. Na imagine ugeciria uria wekwo, ureciria maundu, uria kuigwa ruo, na turenda umenya kana ni ukurira maithori we mundu mugima. You are humbled. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is the situation most of us are now. Hapo. Tuko hapo kwa kusakamsaisiwa sasa. Na mnaogopa, kuna wengine wamekatalia kwa mlango. Na hao watakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna wale watasema, "Wake up panga. Anza haraka. I want to start with me." Because ume understand the process ya Mungu. Ume understand why you are here. There are people here with us, but they don't understand why they are in this church. There are people with us, they are saved, but they don't understand their salvation. They don't understand where they are. They don't understand where they will be tomorrow. They never understand where you are today or yesterday. You don't understand yourself. You are just here in the wilderness. Until you are humbled. Until you are made to swallow your pride. Uteremuke. Hi. Until you swallow your pride, uteremushwe to the zero ground. Uanzishwe tena upya. Magari ilichomwa, mimi nikaingia kwa matatu hapa. Unaimagine sasa Dora Waroige aliyekuwa kiongozi wa kundi haramu ameonekana amepanga laini pale railway station. Na laini ikaporomoka. Walipoona mjamani mnani, kila mtu aliona kifo, wakaondoka. Unaimagine gari zilienda kuchukuliwa kule ng'ambo. Walitengeneza stage kule ng'ambo. Hapa kukakuwa cleared. Just because of you. It was a process of humbling me. Kutoka hapo nyumba imechomwa, nilienda kukaa nyumba iliyokuwa inajengwa. Alafu inajenga, mama huyo akakosa pesa, akawacha kinyumba kikaenda. Nilienda nikachukua rumu moja nikakaa huko. Nikachukua mikebe, nikaitengeneza sufuria. Nikaenda kwa mama mwingine hapo, anakonga nasi hapa Kenyatta. Nikaingia kwa shamba yake nikachuna boga. Sukuma wiki. Nikachamusha, sikuwa na unga, nikakula. The man who used to spend in Intercontinental. You have to be pruned. You have to be humbled. You have to be made. And that is the reason why God will try you. Kama ni mtu mwingine angerudi Mungiki. In fact kuna mahali ilikuwa imefika nikasema no. Acha. Wewe ulimu wa Cristiano Dikoenda. I was nearly. Hapo ndio nilipatana kijana mwingine, tukaambiana tuachane na mambo ya Mungiki, tuachane tuibe. Ndio tulienda tukiisiri tukanunua bunduki mbili, tukaingia kwa banki nyingine ilikuwa hapa. That's the beginning ya wizi wangu wa bank. Nikaingia hapa nikatoa. Si hiyo ingine nilikuta mama mwingine na kuaga kwa hii kanisa hapa. Mama ananikuja nisalimia hapa, ati anajifanya mama mzuri. Na mimi nikamjua, tukamfuata, tukajua ako kwa banki na akanipatia kadi ya banki. Tukajua oh no, hata the next meal. Tuliingia kwake. Unajua tu kutaka tujue ni sisi, tulikuwa na yeye kama saa asubuhi saa 3. Tulilalisha yeye chini. Akajaribu kupindua. Pesa iko wapi? Akatuabiria mahali iko, tukaenda, tukatoa. Uigua gati leo. Alafu anakuja kanisa anakuta yule mtu alimlalisha chini ndio huyo. So hapo ndio nilipojaribu, because I was trying to modify my life. I was trying to modify nisiingie kwenye mateso hayo. Nikaenda nikaiba. Tukiwa pale ile Absa inakuanga pale River Road na junction ya River Road na ni Karume na River Road hapo kulikuwa na Absa hapo. Hiyo hapo ndio vijana wale tulikuwa na wao, tulikuwa 8. 7 of them were gunned down hapo. 7 of them. Ni mimi tu nilibaki. Maana walikuwa niambia leo hautaingia ndani, weka chini utuangalilie. Hello. So ilikuwa bitterness sana, ukasikia unawachwa nje. Maana wale wataingia ndani ndio tu watajua ni pesa gani imetoka. So kila mtu alikuwa anataka akue ndani.
Kwa sababu ile watakwambia ndio wametoa ndio. Na akichomoka na hiyo, hautakuwa kwa hiyo gari. Ni ile wale walikuwa ndani wamebeba ndio watakuwa kwa gari. Kwa hivyo nyinyi mtawachase. Wakienda waseme ni 10,000, nitakuwa ni 10,000 because nobody else walikuwa. So mtu anataka akue wapi? Hapo. Sasa siku hiyo ilikuwa my turn kukaa nje. Nilisikia vibaya sana, but sikuna kitu ningefanya because kila watu tulikuwa tunaenda na turns. Sasa it was my turn kubaki nje. Kumbe it was my turn to see the next salvation, because that is the day I got saved twice, second time. Maana nilitorokea kanisa ya Harrison Ng'ang'a. Hapo ndio tulikutana na nani? Na Harrison Ng'ang'a. Nikibia, nikaingia kwake. Hiyo nyumba inaitagwa ni Menengai. Ile unapandanga ka straight hivi, ka corridor. Alihama. Dynamo, si Dynamo. Hapana. Ile ya kwanza Menengai, alikuwa Menengai. Nilienda kwa kanisa sikuwa najua ni kanisa, nilikuwa natafuta mahali kwa sababu wa jamaa waliwekwa marisasi. Kumbe wanawekwa marisasi, tulikuwa tumeuzwa. Wale materas wa counter kule na wao nafagia wamevalia tubuti, kumbe ni flying squad. Na walikuwa wamejua this is the right time ya kugoga waroike. Hapo kumbe naye Mungu na malaika wangu nikaambiwa nikae nini nje. It was painful kukaa nje kwa sababu hautajua hiyo hesabu. Utaambiwa tu tumetoa 2,000,000. Hizo zingine wewe ulishoka kuigwa tashare 10,000,000 miezi ikishithia gete. Basi unasikia utafanya kitu. Kwa sababu tulikuwa tunafanya na hivyo. Na kutile mwisho uende hata kwa hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. So wakati nilifanya hao wote waliuliwa, tukabaki zero, nikabaki peke yangu. So God warned me. He told me, next time you do this thing, I'm going to crush you down. So nikarudi tena kanisani, ndio nilirudi kwa mikono ya Harrison. Harrison nikamwambia shida yangu yote kutoka siku hiyo. Harrison akaniambia kaa hapa, nitakulea. Nilikuwa naendaga kila Friday kwa Harrison kuchukua 10,000 shilingi. Akanilipia nyumba, akaninunulia kitanda, akaninunulia viti, kila kitu. Sasa maisha tena ikaanza upya. Na nikaingia class kwa Harrison. Nikafundishwa for 1 whole year. Kutoka hapo ndio aliniordain. Akaniambia nifanye nini? Niende nikahubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. So these trials, they come to humble you and also prove that you are worthy. God wants us to know why we serve him. The reason of you being humbled and the reason of you being tried and proved, it is God wants you to know why do you serve him. If you are here and still you are clueless, it is because you don't know why you are serving God. If you don't know the reason you are serving God, you are going nowhere. You are wasting your time. You don't deserve to be coming here. You must be able to know why do you serve God. If you are given a pulpit like this one, to microphone kama hii, uhubiria watu, you need to know why God gave you the microphone. When umepatiwa kazi ya worship team, you need to understand why did God give you the microphone to sing. Why did God give you the ushering department? Why did God give you hata kufagia kanisa? It is a service to the kingdom. You need to know. If you don't know why you are doing this, then you are not qualified. You are not qualified even to be coming to church. You are not even qualified to be called anybody related to God. Because you don't understand. Ukifanya kazi hapa, tukimaliza hapa unamaliza unakuja, tunataka kulipwa. You don't understand why you are here. So that is why you find, kuna watu napatianga pesa hapa na kuna watu sipatiangi pesa. Because nikikuangalia nione you don't understand, you don't know why you are here, and I need you. Ufanya kazi yambo unafanya, I will give you money. Nikulipe tu mkazi ya Mungu iendelee. But inside me najua you are a waste. Nimekuweka hapa nikigojea mwenye kazi ya kuja. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how it is working. That is how it's working. Because that is why we are made humble. That is why we are made what? Yeah? Yeah? We are proved. We are proved and are humbled to qualify to serve God so that we may know why are we serving. It is for the love of God and for the blessings from God. That is the period. That is why we serve God. For the love of God. So that God blesses you. Anything that you are supposed to do in this church,
or any other church is for the love of God. Just that. Just do that for the love of God, and God will provide. Those people who do anything in a church just for the love of money, they remain poor. Forever they will make, because they are without God. You are doing anything without who? Without God. But when you will do everything in the love of God, the love of God will be spread back to you. And anything you need from God will be provided to you, be given. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. And that's why I normally tell you, jitolee tu, fanya kazi. Hatutakosa ya kukula. Hii madhabahu haiwezi kosa chakula, iko nayo. Bwana asifiwe. Lakini don't come here to serve to be paid a salary. Don't come here to get that salary or a remuneration. The day we go to the crusade, unasema idho to kwagiro kuliho magana matatu, you are lost, you lost it. Let God, yeye mwenyewe atakubariki. He will cause people to come and bless you. He will cause the people, nyinyi wenyewe, hata mimi atanilazimisha, ataniambia kale zile pesa umetumiwa shilingi 1,100, go bless my people. Bwana asifiwe. And that is what happens. Kuna watu wako hapa wanakuanga intercessory. Utakuta kuna mtu anajitolea tu, anasema hao watu wakunywaga chai. And hataki kujulikana, hataki hakuna mtu hataki anybody amjue. But let those people wakunywaga chai. Why? Because she or he is doing for the love of Christ. For the love of who? Of God. But the day you turn around and do anything for the love of money, the money will disappear from you. The love of God will disappear from you. Utaishi kustagnate, utaishi kukwama, utaishi kuwa confused. Hautafaulu, utapatiwa pesa ndio utaenda, lakini utapatana na wakora hapa wakupige ngeta, watakunyonga. Do anything that you are doing, as long as you are in service of God, do it for the love. God is so rich that he will provide you with anything. Bwana asifiwe sana. The other day I was, as tumekuwa tukisafu na David hapa, tunafanya maneno hapa na David, tunafanya na maneno, tukiwa na David nikamwambia kuja kuna kitu nimeitiwa mahali. Tukaenda. Tulikuja na kigari kimekaje? Si waambie na nguvu. Ogea na nguvu wacha kuongea kama Range Rover. Range Rover kimupia. Kimupia. Kiko hapa kimupia kia white. Bwana asifiwe sana. Kupatiwa kifunguo na unapatiwa na roho, kunaambiwa ende ukacheji. Na anakupatia pesa ya kufanya transfer. Bwana asifiwe sana. Because what am I doing here? That is how you know the fruits of what you are doing. That God will command. And how mtu, si mtu wa kanisa, ni mtu wa huko wa dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Anakuwa commanded. Juzi tu nimeona hizi kamera unaona, hizi unaona hapa. Ni mtu alikuja kaniambia, mimi nataka tu kununua kamera. Ni how much? Nikamwambia twende kwa duka. Tukafika kwa duka mpaka nikaambia Muhidi wachana na yeye. Because ile bei ilitajwa. Nikataka aondoke, nipatie hiyo pesa niende nikatafute second hand. Akasikia ni pesa ngapi? Akaniuliza, this is a bit cheap. Kwa sababu moja ilikuwa 350 na alikuwa anataka kununua 3. Akaniambia this is a bit cheap. Tafuta kamera mzuri mtu wa Mungu. Nikamwambia ile nyingine next ni 350. Aliniambia kuchukua 2. Aliniambia nini? Chukua 2. You see now, that is the day you know what you are doing, God is backing it. Bwana Yesu asifiwe sana. And it is after you have gone the trials ya pesa. Sasa hapo ni trial ya pesa nimepita. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizi vitu mnakalia sijui zililetwa na nani. Hata wa leo sijui. Ni mtu wa Japan alinipigia simu, sijui. But ni after nilipita mtihani. Angalia hii yote venye tulitengeneza. This is money. Tulitumia pesa. Nilikuwa natumiwa pesa na watu, sijui. Nikafanya hii kazi yote, sijui hiyo pesa. It's after I passed the trial. Kwa sababu hiyo pesa, hii pesa tulitumia hapa, ilikuwa iko na uwezo wa kununua ploti wapi? Niko kwa Kiradi. Karen, no, ilibakisha kidogo kununua Karen. Karen aneka is 55. Hiyo ni mingi. Have an acre. Have an acre ya Karen. Yes. Around 30 there. 25, 30. Yeah. When I tried to go and buy a plot to jenge kanisa, Mungu said no.
I told you there. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikatii, nikaanza kutengeneza. Mpaka watu wanakujanga hapa kuuliza kama hii ni bar. Because they only believe ni bar inaweza kutengenezwa hivi. Because I tried to argue with God. Siwacha ninunue shamba tujenge. Akaniambia no. Pale nilikutuma hapo uende. Nimejenga madhabahu yangu hapo. So I had to do it. Bwana Yesu asifiwe sana. And it is a trial. It is what? Unapimo unaekelewa ratili. So this is to make you succeed in the adventures of God, in the plan of God, in the reasoning of God within your life. So many of us are failing not because you are failures. You are failing because katesti kamoja tu ulianguka. Na hiyo katesti nikata kwa kasimbo sana. Na tunakujaga when you are about to graduate. Ndio kanatokeleseaga. Usilale mami. Na kwa ni higo leko testi. Number 3, trials increase God's power in us. Trials are made to increase the power of God in us. When you go through it, Rhoda, when you go through it, you are squeezed. Angalia siku ile kutoka daigwile ukiugane dawe tile mugoroki. Whatever you went through, you are losing hope. But you came here, I encouraged you. Ukapita hiyo mtihani. How are you living now? You are okay now. The people who saw a mad woman, she's not a mad woman. She's a woman of God, serving God. And she went through. So the trial that was on her increased the fire, the God fire in her. Today she's moving, she's doing a lot of things. Ako crusade, ako kila mahali. Why? Because the fire that is in her was ignited. Iyo moto ilipita, ilikuja. So she's operating like a machine. Because she got the power of God into her after amepita mtihani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hakuna power ya Mungu kama hakuna kupitia mtihani. No shortcut. No shortcut. You agree with me? Yes. There's no shortcut. Na nikiona nikikuja nikuangalia hivi, nione bado hujaiva, nitakusugusha tu pole pole. Gogo thiurukia tu ugo na muthako. Na gauga David arugaga cai hato kanywa. Gacoka gakwira ntuonane rucio. Ni gwatuka umuthi. Nitungiathie no ni gwatuka. Kwa sababu nimeambiwa na Mungu bado hajaiva. So nitafanya kazi ya Mungu kucheza karata na wewe. Mimi ni Joshua. Joshua alikuwa anacheza karata. Anaambia watu piteni hapo na nyingine mpite hapa na wengine. You must be clever, you must be good. Ujue kuongoza watu. That is why King Solomon had to request for wisdom to lead the people of God. People are not led foolishly. People are led by this. Unacheza na psychology ya watu mpaka mnakaa pamoja. Si mnaona vile mnacheka vizuri? Hebu chekeni kidogo. Si mmeona mmecheka? You are happy to be here. Aren't you happy? Aren't you happy? You are happy to be here. Because kuna venye tuna balance. Ninajua kwa sababu huyu ile shida imemleta sio ya huyu. Na huyu sio ya huyu. Because and therefore I have to preach kehujo ya kila mtu hapa. Ndio kila mtu akienda anasema kehujo kiomode kiumagi yako. Because I have to need to understand. Nikiangalia sura ya huyu ninajua huyu Radi Road ameleta shida. Nikiangalia sura ya huyu ninajua kabiashara hakajakuwa sawa. Nikiangalia sura ya huyu ninajua kuko na watu wamekataa na pesa yake. Nikiangalia sura ya huyu amenaona amekanyagiliwa chini. Sasa nikiwa understand wote nitahubiri mahubiri itakamata kila mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio nihubiri hiyo mahubiri. Kuna mahali nimepitishiwa kwa kamoto. Ninaambiwa mtu aina huyu anazungumziagwa hivi, mtu aina huyu aragerio guo, mtu huyo aragerio guo. Yaani unatengenezwa pole pole. Unatengenezwa. Na Mungu akikutengeneza hakuagi na haraka na wewe. Na hakuagi na sipi. Kwa sababu akuragia turathie ko. Nikugurahorio mwaki. Orera. Unatengenezwa. Na unaudika. At the end of the day, wakati utachomoka. Si mnasikiaga kihuju yangu ni tofauti sana? See, I'm not like the other preachers. I'm different. Hata mimi najisikiaga. Nikitoka hapa nitaenda nifungulie TV yangu. Nijiangalie venye nilikuwa na preach. This man blesses me. Nikikuta huyo pastor wangu nikimsikiliza, ananibariki, amenifundisha mambo mengi. Hata character wise amenibadilisha. Hi. Hello. Kinyaria. Really?
Bwana Yesu asifiwe sana. So trials brings the power. Total, because you become totally humble. That is total humbleness. We can look at it in 2 Corinthians chapter number 12, 5 to 10. God allows enemies to torment you, and after these, we entirely depend on God. 2 Corinthians chapter 12, from verse 5 and 10 to 10. That God will allow enemies to come and torment you. Will allow that husband to trash you like a trash. Will allow that woman to come and do anything that she does. Will allow anybody wakuje wakusumbue. Will allow matidiheji wakuje wajae kanisa kama hii wakusumbue tu, wakusumbue. Alafu siku moja waabiane, tumetoka hiyo kanisa, tumemalizana nayo, tumevuga. Because their motive and their agenda was purely to make you go through the trial. Na kazi yao ikiisha, ndio nawaambiaga, don't follow anybody akitoka kwa ile mlango akienda pale. Don't follow. Hii si ile makanisa ile ya kufuchida tukifuata watu. Hii don't follow. Hapa ni kuudwa. Na kama kazi yako imeisha ya kuniuda, ama ya kuuda kanisa ikuwe mzuri, ama ya kuuda kile kingine, kazi yako ikiisha utaondoka. I will not follow you. I will not even call you. Na kudelete tu from my phone book. Because Mungu ameniambia kazi imeisha. Na tondu wa mushokia ukakwaje gutuka kigunyambara agiaga gukugu. Muachilie aende akafanya kazi kwingine. Don't follow anybody. Umesikia? Masympathizers. Wale wanataka kulisa ngani hathireko. Tumuhurire dimo. Never. Don't. Hata ukitoka, nobody will follow you. Bwana Yesu asifiwe sana. In fact itakuwa tunasema ilikuwa maombi yetu wede, ndio mtu mwingine apata kiti ya kukalia. Mtile mwacha mani na Pastor Doreka. Iko wapi? Of such a one will boast, yet of myself I will not boast, except in my infirmities. Except in what? In my infirmities. That I will boast only when I'm being faced by challenges. For though I might desire to boast, I will not be a fool. For I will speak the truth, but I refrain lest anyone should think of me above what he sees to be or hears from me. Bwana Yesu asifiwe sana. And lest I should be exalted above measure by abundance of the revelations, a thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to the perfect me, lest I be exalted above measure. You see, lest I should be exalted above measures by the abundance of revelations. When you go through this, you get the abundance of what? Revelations, they come to you. You get extra power, extra authority, and extra insights that even people will not understand you. People will be like, wow, I have never heard this. Wow, is it in the Bible? How? Kama sasa si mumeona hiyo? Uliwahi kuiona? Hujai kuiona, lakini mimi niliiona. Nikiona getea. Bwana Yesu to demo karageka, but still I'm still going through the process. Bado nafinywa. Sasa sijui nimefinywa stage 1 kama last month yote tumefinywa. Sasa kuna kwingine naikiswa. Nifinywe, tena nichomoke kule kwingine tena nifinywe. Kwa hivyo kufinywa kutaendelea. Wadugu, kufinywa kutafanya nini? Kutaendelea. Na neno litafanya nini? Litaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, leo ninaongea mzuri. Sisi kwisi ninaongea kama mzuri. Mpaka mnadimaya. Ni Judy aliniombea. Judy, hoyagira muno. Ni hoyagira. Moroti. Number 4. Trials separate us from the cold. Trials separate us from the cold. Ariameteto. Isaiah 48 verse 10. Trials are meant to separate us because we are chosen. And once we go through the trials after the calling, we are graded. That is why we see, if in the church here,
But kuna watu wanakaa vizuri kuliko wale wengine. Kuna watu wako na anointing kuliko wale wengine. Kuna watu wako na baraka, kuna milango ya watu imefunguka, ya wengine haijafunguka. Why? Because we are separated. Nikogayanio. Behold, I have refined you, but not as silver. I have tested you in the furnace of affliction. Hallelujah. I have tested you in the furnace of what? Afflictions. But God now is telling you, it is me. Wacha kiherehere. Wacha kuitaita shetani hapo. As the devil is a liar. It is not devil is a liar. It is me. Ni mimi. Nitakushughulikia. Hello. Sasa tunaendelea vizuri. Sasa mnaelewa why the trials are necessary in your life. Ukisikiaza kuingia wacha kuyapiap. Oh my God. Unakimbia kutoka hapa. Tulia udwe. Tulia. Tengenezwa. Vujwa. Ukae mzuri. You would be the best vessel for God to use. Because you are great. After that, you are graded. And you are produced as the best. Number 5. Through trials, we become obedient. Hallelujah. Through trials, you can walk there, ile choo ukute iko na mafi imejaa huko juu. Na unachukua duster unaanza kupagusa. Na unafugulia hiyo inaenda. You become obedient. Kuna mama mmoja alikuwa anakujaga hapa kanisani, akikuta venye iko chafu, anapiga gari moto, anarudi kwake, anapupua alafu anarudi. Lakini siku hizi akuta ni chafu, anaitishaga, leta duster, because amepitishiwa. Amepitishiwa nini? Amepitishiwa mpaka akaelewa. Akaelewa how to live like other men. Akaelewa. If you mpaka sahi kuna watu watakuja wakipita, unaanza kuwanyira, unaanza kuongea vibaya, unaona ni kama ni wachafu, unaona ni kama ni waizi wanapita kwako, ujue bado hujapitia magerio ya kufanya nini? Ya kuproduce wewe. Ukue nini? Ukue nini? Ukue obedient. Obedient. To you to become obedient, you are tried. You must be tried. For you to respect people in the church like this one, you must be tried. For you to become a good business lady, a good businessman, you got to be tried. For you to become an advisor, wale wanaitangwa psychology what? Counseling psychology. You have to go through a stress that when you're explaining to people about the reason of what is happening, utakuwa you are taking it from your heart, not from your books, not from the teacher who taught you, but from your heart, because you know umekapitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sidio? Let it go. Si umekapitia. Yeah. So when you hold this microphone to teach the word of God, ndio unaonanga mimi mahubiri yangu inakuanga simple because I just give a testimony. Mimi sita ile Biblia hiyo yenu atuchide huko tukigia. Ninasimamaka tu nasema si wale tumeenda na crusade mumeona. 10 minutes are enough to bring 1000 people. Waokoke. 10 minutes. Na tumeenda. Na hiyo kazi imeenda. Unaacha kina Magiwa kipigana. Na koki. Tumeona. Trials become to be some Hebrews 5 chapter 5 verse 8. Jesus, though a son of God, learned to be obedient. Jesus, though a son of God, he learned to be what? Obedient. Though he was a son, yet he learned he learned obedience by the things which he suffered. So through the suffering you are going through the challenges that you are facing in your life, you learn to become obedient to the word of God. You learn to become a straightforward person. You learn to respect people. You learn to respect institutions. You learn to obey the word of God. And then you are purified to become that vessel that God wants to use. Number 6, through trials, we are preserved and matured. Through trials, we are preserved and matured. That we become a preservation of God and matured in the word of God. Therefore, whatever you speak out of the experience of
maturity. When you go through maturity, you go through a trial that produces the vessel that God wants, a mature vessel that God wants to use. So you are preserved and matured. You become a vessel. Now, from there, God can use you. From there, God can entrust you with his people. From there, God can entrust you with a ministry. From there, God can entrust you with a business. From there, God can entrust you with anything that you need, because you have been preserved and you have been matured. Bwana Yesu asifiwe sana. If until today umekaa kanisani na bado you have never been entrusted with anything, hata kuosha choo, ujue you have a serious problem in your life. Kama haujai hata kuambia na pastor, unatamania. Enzi zetu tulikuwa tunatamania hata upatiwe kazi na pastor ya kuosha choo. Tulikuwa tunatamania. Sasa hizi mtu anakuuliza orade hake. There are times that tulitamania kupanga viti za kanisa. Unakuta unazuiliwa usipange kiti, unaenda pale kulilia pale nje. Yaani unasikia wiki mzima unaomba, unatubu, kujiuliza ni kwa nini pastor alinizuia nipange viti. Saa hizi sirari wake. Mkikalia hizi viti, tukimaliza kila mtu anajekelea bagi huko. Lakini hauulizi, ulikuta kiti kimepangwa vizuri, ulikuta nyumba imefagiliwa vizuri, hauulizi nani alifanya hii kazi. Unaulizia tu nani alifanya hii kazi, ndio umbariki. Kama uko na kamia, unampatia kamia. Maana ulikuta kiti kizuri, hakina kunguni, ulipata floor mzuri, unatoa viatu vyako naka. But did you ask, ni uliye no thadekire woko kana ni right yaku guka guikarira giti? Is it your right kukuja na ukalia kiti? Ulizia nani walifagia. Bwana Yesu asifiwe sana. Weka kitu kwa bahasha, ukuja uandike tu kwa bahasha, useme hii ni ya wale walifagia. That is how you know God has given you a responsibility. That is why you know that God has given you a leeway. Amekupatia kuna kitu kipya kimekuwa ndani yako, maana umekuwa mmoja wa kufanya kazi za Mungu. Lakini sio kukuja na kukalia kiti. Na wakati kile na kaikara tamato tabawa. Na unatoka unaenda. Na miguu yako umekuja, angalia mahali umekaa kama kuna matope. Angalia mahali umekaa. Kana hena giko. Ya kiadoro sia mogo na kiria. Angalia pale umekaa. Alafu urudi utoke uende. Shwari. Kwako mtu angekuja kanyage mkeka na akae hivyo na shoke ume athina atige doroko, ungefiri atia? Na ukikuja, mbona ukikuja hapa ufiri vibaya? Si unaona? That is all. Wakati utakuwa na dhamiri ya kukuonyesha unastahili kuwa baraka kwa kazi inafanyika hapa, ndio utajua umeanza kupatiwa responsibility. Otherwise, ukiona unatokaga na haujali na hautaki kujua, unaona wazee kama hao walikuwa hapa wamekunywa kikombe ya chai, haujali hata hutaki, na uko na pesa hapa na ingine hapa na ingine kwa matiti na ingine kwa kasuruali huko ndani karageta wakabagwe imekaa huko ndani. Sasa hapo ndio unajua bado hujalelewa, bado hujakuwa, hujapikwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo nimekuwa mbaya. Namba 7. Through trials, our faith is tested. Our faith is what? Let us look at the book of Proverbs 30 verse 15. 30 verse 15. A test of faith. Are we there? The leech has 2 daughters. Give and give. There are 3 things that are never satisfied. 4 never say enough. Next, please. The grave will never say enough. The barren womb will never say enough. The earth that is not satisfied with water, and the fire never says enough. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore, everything that is happening in your life is a test.
of the faith that you have. Because the earth will never say enough. The grave will never say enough. Hello? Hizo vitu hazitasema, they will still be demanding from you. So you must be tested to have faith that sustains you to live on this earth. Hello? Therefore, what are the advantages of suffering? One, you lose a sin power. Number two, you become anxious to do the will of God. And number three, anointing is increased. After the trials, you become anxious. Ukaigua kwerireria kuruta wira wa Ngai. Ukasikia ndukorogo na kwerireria kuruta wira wa Ngai, bado unapikwa. Si makosa yako, bado unapikwa. When you find that the power of sin over you haikutoki, bado inakushikilia, bado unafanya makosa, unasema rosho maka idikashokera legini maka. Ukimaliza 2 hours unajikuta the same problem. Unajua bado you have not been tested on that area. Bwana Yesu asifiwe sana. Bado hujakuwa nini? Tested on that area. And if you are tested, if you lose the power of sin and you become anxious to do the work of God, then anointing will be increased in you. Utakuta tu anointing in a pop. Unakuta watu wanaanza sasa kusema, na modosho ni anatumiro ni Ngai. It is because amepita majaribu yale. Tusimame tu kwa miguu yetu. Nataka tu ufungue kinywa chako. Tumeelewa majaribu hayo. Maana wakati mwingi umeona shetani kwenye majaribu. Nataka sasa ufungue kinywa chako, mwambie Mungu uko tayari kutumika. Uko tayari kufanyika chombo. Uko tayari sasa kwa kazi yake. Mwambie kutoka leo sitakuwa nikipita kazi yako. Mwambie kutoka leo I want to be a real servant. I want to serve. Na ukiwa na sacrifice ya kutoa kwa ajili ya hivyo, ndio ukimbishe, ufasten the period hiyo ambao unapitia ya ugumu. Ya kwamba kuonyesha Mungu umejitolea sasa, you want to serve. Unawekuja, unaiweka hapa tu. Just bring it here. Bring it here quickly, your sacrifice. Put it there. So who are you waiting? Just give your sacrifice. Yes. And tell God, I want to serve you. I've gone through challenges of life. I have faced difficulties of life. God, I want to serve you. Mwambieni Bwana asante, Bwana kama. Mwambieni Bwana asante. Mwambieni Bwana asante. Mwambieni Bwana asante. Mwambieni Bwana asante, Bwana kama. Mwambieni Bwana asante. Mwambieni Bwana asante. Mwambieni Bwana asante. Moyo wangu wakutamani Bwana, moyo wangu wakutamani, moyo wangu wakutamani,
moyo wangu wa kutamani, moyo wangu wa kutamani Bwana, moyo wangu wa kutamani, moyo wangu wa kutamani, moyo wangu wa kutamani. sema nami kama mtoto Bwana, Sema nami kama mtoto, sema nami kama mtoto, sema nami kama mtoto, sema nami kama mtoto Bwana, sema nami kama mtoto, sema nami kama mtoto, sema nami kama mtoto, sema nami kama mtoto Bwana, sema nami kama mtoto, sema nami kama mtoto, sema nami kama mtoto. unisema utanibariki Bwana, Unisema utanibariki, unisema utanibariki, unisema utanibariki, unisema utanibariki Bwana, unisema utanibariki, unisema utanibariki, unisema utanibariki. sema nami kama mtoto Bwana, Sema nami kama mtoto, sema nami kama mtoto, sema nami kama mtoto, sema nami kama mtoto Bwana, sema nami kama mtoto, sema nami kama mtoto, sema nami kama mtoto, sema nami kama mtoto Bwana, sema nami kama mtoto, sema nami kama mtoto, sema nami kama mtoto. mwambieni Bwana asante Bwana Baba, Mwambieni Bwana asante, mwambieni Bwana asante, mwambieni Bwana asante, mwambieni Bwana asante Bwana tangu